Ikiwa unatumia namba ya simu ambayo haijasajiliwa kwa NIDA yako, ujue kuna mambo 7 muhimu ambayo huwa unayakosa, ambazo huwezi ukapata kama hauna namba ya NIDA. Watu wengi wamekuwa wanatumia NIDA za watu wengine kwa ajili ya kusajili namba zao za simu, lakini kuna baadhi ya vitu vingine hauwezi kutumia namba ya mtu mwingine kwa ajili ya kupata huduma hiyo. Leo katika video hii tutajifunza faida za kuwa na kitambulisho cha NIDA. Ikiwa bado hauna NIDA, video hii itaenda kukuonyesha uzito na umuhimu wa kitambulisho cha taifa. Na watu wengi wamekuwa na maswali mengi sana juu ya namna gani anaweza akapata NIDA, lakini ni wachache ambao wanaweza wakajiuliza, je, kitambulisho cha NIDA kina faida gani? Kwa nini niwe na kitambulisho cha NIDA? Kwa nini niwe na kitambulisho cha taifa? Nitakueleza faida moja baada ya nyingine ili kukuonyesha ukubwa na uzito wa kuwa na kitambulisho cha taifa pamoja na namba ya NIDA, ili kama bado hauna ukaanze mchakato wa kutafuta NIDA na uweze kufanikisha mambo yote ambayo yanahitaji kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare ili uendelee kunufaika na video ambazo tunakuwa tunaziweka hapa mara kwa mara kwa lengo la kufundisha vitu vingi vya usajili online, lakini pia huduma zingine mbalimbali ambazo zinakuwa zinalenga maisha ya kila siku moja kwa moja. Moja ya faida kubwa sana ya kuwa na kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA ni katika masuala mazima ya kusajili namba za simu. Hii sio jambo geni. Kila mtu anajua kwamba ukiwa na kitambulisho cha taifa unaweza ukasajili namba yako ya simu na ile namba ya simu ikawa na majina yako halisi. Watu wengi wamekuwa wanapata hii changamoto kwa sababu wanakuwa wanatumia namba za simu ambazo hazijasajiliwa kwa majina yao. Kwa hiyo hata kama mtu anataka kufanya malipo labda na kutumia fedha, unakuta jina linalotokea sio jina halisi la anayepokea fedha. Kwa hiyo moja ya faida ambayo mtu atakuwa nayo endapo atakuwa na kitambulisho cha NIDA au kitambulisho cha taifa, yeye atamiliki namba ya simu ambayo ina taarifa zake ambazo zimejaa. Na makampuni mengi ya simu yanataka mtu mwenyewe ambaye anatumia simu husika ndiye akasajili kitambulisho chake cha NIDA. Ndio maana kunakuwa na utaratibu wa kusajili laini hizi kwa alama za vidole, kwa sababu NIDA inakuwa na taarifa zako za kibiometric. Faida ya pili ni pale unapokuwa unahitaji huduma za kibenki. Unapokuwa unafungua akaunti ya benki, hapa watakuomba kitambulisho cha taifa. Japo kuna baadhi ya kitambulisho kama vile passport ya kusafiria, kitambulisho cha kupiga kura au leseni ya udereva unaweza ukatumia, lakini kitambulisho cha taifa kinapewa kipaumbele zaidi kuliko vitambulisho vingine vyote. Kwa hiyo endapo unataka kwenda kufanya shughuli za kibenki ukiwa na namba yako ya NIDA, unakuwa na faida ya kupata huduma bila kuwa na changamoto ya taarifa, na taarifa zako zinakuwa zinafanana moja kwa moja kati ya taarifa za benki na zile ambazo zinakuwa zinapatikana kwenye kitambulisho chako cha taifa, kwa sababu taarifa watakazozitumia benki ndio zile zinazokuwa zinapatikana kwenye kitambulisho chako cha taifa. Benki hutumia kitambulisho hiki kufanya uhakiki wa taarifa zako kama ziko sahihi, lakini pia kuhakikishia usalama wa taarifa wanapokuwa wakikupa huduma za kifedha. Faida ya tatu ni kwenye swala zima la kupata ajira. Hapa tunazungumzia ajira zile zinazokuwa zinatolewa na watu binafsi, mashirika au serikali. Kwa mtu ambaye hana kitambulisho cha taifa, huwa anapata changamoto kadha wa kadha, hasa pale anapokuwa akitafuta kazi kwenye mifumo. Kwa mfano, tuseme unaomba kazi kwenye shirika la ndege, au unaomba kazi kwenye taasisi fulani, au unaomba kazi serikalini. Serikali wana mifumo mingi ambayo inaruhusu watu kufanya registration ya maombi ya kazi, lakini kwa kutumia kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Endapo mtu hana kitambulisho cha NIDA, anaweza akakosa kazi. Kwenye taasisi binafsi inaweza ikatokea wakati ambao mwajiri anahitaji kupata taarifa zako za NIDA na kuomba kitambulisho cha taifa hauna. Hii inakuwa ni changamoto ya kwanza, kwa sababu hauna namba ya NIDA na taarifa zako zinakuwa haziaminiki. Kwa hiyo inasababisha watu wengi kukosa madiri, kazi ambazo zilikuwa ziko ndani ya uwezo wao na wana uwezo wa kufanya kazi hizo kwa ufanisi mkubwa. Lakini kwa kukosa kitambulisho cha NIDA, mtu huyu anapoteza kazi na anakuwa na changamoto kubwa sana anapokuwa anaanza mchakato wa kutafuta NIDA mpaka anakuja kupata namba au kitambulisho cha taifa, tayari kazi imeshamwacha. Usije ukahama mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine ikiwa bado hauna kitambulisho cha NIDA. Hii inaweza kusababisha changamoto, ukatumia gharama kubwa za usafiri na bado usifanikiwe kupata kile unachokitafuta, hasa unapokuwa umesafiri kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo kitambulisho cha taifa na kazi ni pete na kidole. Faida ya aina inakuja pale unapokuwa unatafuta huduma za bima. Huduma za bima zipo za aina nyingi. Kuna bima ya afya, kuna bima ya majengo, kuna bima ya magari, kuna bima ya biashara. Bima zipo za aina nyingi. Kwa mtu ambaye hana NIDA, hata kama ana fedha kiasi gani, anaweza akawa kwenye changamoto pale anapokuwa anatafuta huduma za bima, kwa sababu
huduma za bima zinategemea zaidi taarifa zinazokuwa zinapatikana kwenye kitambulisho chako cha taifa. Kama ni mwajiri wako anataka kufungulia bima ya afya, anaweza akapata changamoto kwa sababu wewe bado hauna kitambulisho cha taifa. Kama hauna kitambulisho chako cha taifa, inakuja kuwa changamoto kubwa sana na hivyo kusababisha kufeli. Ni vizuri unapokuwa ukishughulika na kutafuta masuala ya bima, huduma za bima, ukawa na kitambulisho chako cha taifa au namba ya NIDA. Hii itakurahisishia sana na mchakato utakuwa ni rahisi unapokuwa ukifuatilia zoezi zima linaenda kwa urahisi zaidi. Faida ya 5 ni pale unapokuwa ukijiunga kwenye huduma za NSSF. Huduma za NSSF pia zinategemea sana taarifa za NIDA. Kwa watu ambao wameajiriwa na mashirika binafsi, ni vizuri sana ukawa na kitambulisho cha NIDA au ukawa na namba ya NIDA. Hata kama bado hujapata, fuatilia kwa haraka ili uweze kupata, kwa sababu hii itasababisha kwamba unapokuwa na namba yako ya NIDA itakuwa ni rahisi zaidi kupata huduma za NSSF bila usumbufu. Pale ambapo mwajiri wako anaenda kukusajili kwenye huduma za NSSF ukiwa na namba ya NIDA inakuwa ni rahisi sana, kwa sababu taarifa zako zitakuwa zinafanana, na hii itaenda mpaka mwisho pale unapokuwa unafuatilia mafao yako. Kama hautakuwa na namba ya NIDA itakuwa ni changamoto maradufu. Kwa hiyo ni vizuri sana, hata kama leo ndio umeajiriwa hauna namba ya NIDA au unafuatilia mchongo fulani hauna namba ya NIDA, ili kuepukana na changamoto hii, vizuri sana ukawa na namba yako ya NIDA, ili hata unapokuwa unafuatilia mafao yako ya NSSF changamoto isiwepo kabisa. Faida ya 6 ni kupata pasi ya kusafiria. Ukiwa unatafuta passport, aidha wewe ni shabiki wa mpira, shabiki wa Simba, shabiki wa Yanga, kama hauna passport ya kusafiria, hii inaweza ikawa ni changamoto kubwa sana ambayo inaweza kusababisha pengine ukashindwa kusafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya kushangilia timu yako au kwa ajili ya kibiashara au kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo kama utakuwa na mipango au ndoto ya kusafiri nje ya nchi, una mpango wa kupata passport na visa, ni vizuri sasa pia ukafanya utaratibu wa kupata namba yako ya NIDA au kitambulisho cha taifa. Hii itakusaidia wewe kurahisisha mchakato mzima wa kupata passport, kwa sababu maombi ya passport kutegemea zaidi taarifa zilizopo kwenye kitambulisho chako cha taifa au NIDA. NIDA huhifadhi taarifa zako kwa usalama mkubwa sana, na hasa pale inapokuja kwenye swala zima la kutumia fingerprint, kwa sababu fingerprint duniani hazifanani. Kila mtu ana fingerprint zake. Kwa hiyo mfumo wa NIDA unahifadhi taarifa za mtu binafsi katika hali ya usalama, kwa sababu zinakuwa zimetumia alama za kipekee kabisa kwenye utaratibu wa kumsajili. Ikiwa video hii imekusaidia kitu, tafadhali sana subscribe, like, comment na share. Lakini kama utakuwa umepata swali lolote, tafadhali sana weka swali lako sehemu ya comment na mimi nitapita kukujibu.